prepared something for you. Mungu ameandaa kitu kwa ajili yako. God bless you. Mungu akubariki. Can have your seats. Yes, as you're thankful to God for the 3 years of this ministry, for His faithfulness, for His love, let us appreciate the Lord. In Jesus' mighty name. Hallelujah. We want to bless the name of the Lord for such a beautiful evening. We want to bless the Lord for the man of God and the mother of this house. In Uganda, when we talk like that,
When we are celebrating the men and women of God, tunawashangilia watu we love, but in Tanzania, wote, tunapiga makofi na we shall love in the 4th year of the ministry. tupige zaidi. We shall celebrate the man of God and the woman of God Ndiye mtumishi wa Mungu na in the 5th year of the ministry. kwa ajili ya kazi ya huduma. Some people are yet to understand it. Na watu bado hawajaelewa. Some people have understood it. Wengine wamenielewa. We want you to celebrate the mother and the man of this Ndiye house baba na mama wa kanisa hili. in the mighty name of Katika Jesus. jina la Bwana Yesu. Thank you for obeying the call. Asante kwa kutii. Thank you for allowing God to use you. Asante kwa kumruhusu Mungu All of us are here na wote tuko hapa because they obeyed the kwa call. sababu walitii ule wito. Hallelujah. Haleluya. If you didn't obey the call, Kama wasingetii I will not be standing before you preaching in Arusha. wasingesimama mbele yako leo kuhubiri So, man of God, we celebrate you. Mtumishi wa Mungu We tunakushukuru want to celebrate with the sana. pastors in the building, Tunawafurahia pia watumishi wa Mungu those kanisani, that pastor with the man of God, wale ambao wanafanya kazi pamoja na and they that mchungaji, have visited us, they that have visited us, and they that have na wale visited ambao us. wametutembelea. Hallelujah. Haleluya. Katika jina la In Yesu. Jesus name. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm going to talk about the power of thanksgiving. Napenda kuzungumza kwa habari ya nguvu ya We shukrani. are in a season of Tuko thanksgiving, katika kipindi cha kumshukuru Mungu, and by the grace of God, na kwa neema ya Mungu there is something God has placed upon my heart to teach in the same. vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yangu kufundisha The ndivyo power of hivyo, thanksgiving. ya kwamba ni nguvu ya Tell your neighbor kushukuru. the power of Mwambie thanksgiving. jirani nguvu ya kushukuru. We are going to preach together. Tunakwenda kuhubiri The pamoja. power of thanksgiving. Nguvu ya kushukuru. Yes, when the preacher is speaking Wakati mhubiri anazungumza and your smiles are on your face, na unakuwa na tabasamu usoni, yeah, he's encouraged anapata nguvu or she's encouraged. au anatiwa nguvu kidogo. But some people can look at you Lakini wengine wanaweza kukuangalia and you think they are demanding you. na wanasikia kama vile wanakudai vile. Hallelujah. Haleluya. Let us not be so serious in the Naona house tusiwe of God. serious kama hivyo jamani. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So tell your neighbor we are going to learn about the power of thanksgiving. Mwambie jirani yako tunakwenda kujifunza kwa habari ya nguvu ya shukrani. Tell them we are going to learn about the power of Mwambie thanksgiving. tunakwenda kujifunza kwa habari ya nguvu ya shukrani. Praise the Lord. Bwana Hallelujah. asifiwe. Haleluya. Majority of the people Watu wengi in this life, katika maisha haya, in the ministry, katika huduma, in their family, katika familia, the only concentration they have made kitu pekee ambacho wamekiwekea maanani is looking at things that have not been accomplished. ni kuangalia tu vile vitu ambavyo bado havijafanyika. Hello? Halo. Every time, every single day of their lives, Kila wakati, kila siku kwenye maisha yao, when they go back at their home, wanaporudi majumbani, they look at that home that has no tiles. wanaangalia nyumba ambayo bado haina vigae. If somebody is having only girl children, Kama mtu ana kama mtu ana watoto wa kike tu, every time he goes back home, kila wakati anaporudi nyumbani they are looking at only the girls they have in the anaangalia house. tu watoto wa kike alionao, And they're not appreciative that the God has given them those children. na wala hawamshukuru na kumheshimu Mungu kwamba ndiye aliyewapa hao watoto. Some of us, every time we go to our workplaces, Wengine tumechoka kwenda kwenye maeneo yetu ya we look kazi, at the money that is not enough they pay us at the end of the month. tunaangalia ile pesa ambayo haitoshi pale mwisho wa mwezi. There are some people that come in the house of God, Kuna watu wengine wanakuja kwenye nyumba ya and Bwana, the only thing you're seeing, there are no glasses in the na kitu windows. pekee wanachokiona ni kwamba haya madirisha hayana vioo. Hello? Halo. Some people, when we come before God, Watu wengine wanapokuja mbele za we Mungu, only bring complaints to Him. tunapeleka malalamiko tu mbele We za only Mungu. tell Him what He has not done. Tunapeleka tu vile ambavyo Mungu And bado sometimes hajatendea. it gets our focus off what God has done. Na wakati mwingine tunapoteza mwelekeo katika kile ambacho tayari Mungu amekifanya. Hello? Halo. Hello? Halo. So every time we find ourselves complaining. Kwa wakati wote tunajikuta tukilalamika. Hello? Hello. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ephesians chapter number 5 and verse number 20. Efeso 5:20. The Bible says, give thanks Biblia inasema mshukuruni Bwana for all things unto God kwa mambo yote katika and Bwana, the Father of our God Jesus na Christ. Mungu wa baba yetu Yesu Kristo. The Bible says, give thanks Biblia inasema mshukuruni Bwana every day, kila siku, always. wakati wote.
Let me tell you, Ngoja nikwambie kitu. one of the master keys Moja ya kitu cha muhimu that opens the supernatural, ufunguo muhimu ambao unafungua nguvu ya to kawaida, work in the life of a person, kutembea kwenye maisha ya mtu, to work in the life of a family, kufanya kazi kwenye familia, to work in a ministry, kufanya kazi kwenye huduma, is being thankful. ni kuwa na shukurani. Hello? Hello? For you, the only thing you see on your husband Kwa kitu pekee unachokiona kwa mumeo are the mistakes that he does. ni yale makosa tu anayofanya. The only thing you see on your wife Kitu pekee unachokiona kwa are only mumeo the mistakes that he does. ni yale She does. makosa ambayo anayafanya. Am I preaching to somebody? Ninamhubiria mtu hapa. The church is very quiet Kanisa liko kimya because I'm preaching to you kwa sababu ninahubiri kwako the power of thanksgiving. nguvu. We need to read a story in Tutakwenda kusoma hii the habari book of Luke chapter number 17 katika kitabu cha Luka from 17 verse number 12. kutoka 12 And then I'll share what God has placed upon my alafu heart. tutakwenda kusema kile ambacho Mungu Luke amekiachilia. chapter number 17 Luka 17 and verse number 12. kutoka mstari wa 12. We are going to read a few verses Tutasoma mistari michache hapa in Jesus' mighty name. katika jina la Yesu Kristo. Mama, good to see you. Mama Faye, nafurahi kukuona. Good to see you. Nafurahi kukuona. Ni muda mrefu sana. This long has been so long. Hallelujah. Hallelujah. Nimefurahi I'm kukuona. happy to see you again. Hey, katika jina la In Yesu. Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Every time I want to preach in Kiswahili, Wakati wote napenda kuhubiri kwa but when Kiswahili. I speak Kiswahili, you don't encourage me. Lakini ninavyoongea Kiswahili akinitii moyo. So I just go back to English. Kwa hiyo najikuta ninarudi tu kwenye Kiingereza. Hallelujah. Hallelujah. So encourage me. Jamani nitieni moyo. If I speak some Kiswahili, clap for me. Kama nikiongea kwa Kiswahili kidogo nipigeni klasi hata makofi. Hallelujah. Hallelujah. There is a common saying Kuna msemo mmoja unasema that Kiswahili was given birth to Tanzania, kwamba Kiswahili kilipewa Tanzania. then it got sick in Kenya, Kwa hiyo kikaenda Kenya. and then it died in Uganda. Alafu kikafia kule Uganda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So for us Kiswahili, if you see me speak some Kiswahili, Kwa hiyo ukiniona kwa mimi nikiongea Kiswahili, it's been the grace of God. ni kwa neema tu ya Mungu. So you encourage me Kwa hiyo nitie hata moyo so that basi. I continue preaching in Ili Kiswahili. endelee kuhubiri kwa Kiswahili. Katika jina la In Yesu. Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I remember one of those days, Nakumbuka nyakati hizo early in the morning, mapema kabisa asubuhi. I was seated in the daladala. Nilikuwa nimeketi kwenye So I daladala. was seated next to a woman Nilikuwa nimekaa pembeni ya who mwanamke was seated next to the window. ambaye alikuwa amekaa pembeni ya mjane. So my Kiswahili was still struggling. Kiswahili changu kilikuwa cha kubabaisha, cha It kukumba. was very cold. Ilikuwa ni I baridi. never carried a sweater. Sikuwa nimebeba sweta. So I wanted to ask her Kwa nikataka nimuombe to help me close the window. anisaidie kufunga basi dirisha. But this is what I told her. Lakini hivi ndivyo nilivyomwambia. Mama, naomba ufungue dirisha. Mama, will you please open the window? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So I saw the woman opening the dirisha. So nikamwona mwanamke akifungua ile dirisha. So I looked at her. Nikamwangalia. I was like, is she okay? Nikasema hivi kwa sawa sawa huyu. Praise the Lord. Hallelujah. But then I spoke to myself. Nikajiongelesha mwenyewe. Maybe I've done a mistake. Labda nimekosea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So I told her like this. Nikaanza kumwambia kwa vitendo, fanya hivi. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Luke chapter number 17 Luka 17 and verse number 12. mstari wa 12. The Bible says, as he entered into a certain village, Biblia inasema na alipoingia katika kijiji kimoja, there met him 10 men alikutana na watu 10 that were lepers wenye ukoma, and stood afar. wakasimama mbali. Now in the culture of the old, Katika desturi yao, the culture of the old, katika tamaduni zao za zamani, during that time, kipindi hicho the culture tamaduni could not allow lepers haikuruhusu watu wenye ukoma to come in the general public. kuja kwenye jumuiko la watu. So we see a story Kwa hiyo tunaona hii habari, of 10 lepers. watu wa 10 wenye ukoma. Actually, it is told Baada ya kuambiwa that the lepers kwamba hao wakoma during those days, kipindi hicho they could tie bells on their leg walikuwa wakifunga kama kwenye miguu yao, so that when they are moving, kwamba wanapotembea the bells make sound. zile kengele And zinapiga as they make sound, na zinapopiga kelele people run away from them watu wakawa wanawakimbia wale because ukoma, leprosy was kwa contagious. sababu hao wenye ukoma walikuwa ni ombaomba.
leprosy, Wenye ukoma, if you had leprosy, kama una ukoma, it can easily be transferred to another person. Inakuwa ni rahisi sana kuambukiza. So why they tied bells? Kwa hiyo wanapokuwa wamefungwa zile kengele, Was when people hear those bells, watu wanaposikia zile kengele zinalia, they run away so that they don't meet them. wanawakimbia ili kwamba wasiwasogelee na kuambukiza. So we see a story of 10 men, Kwa hiyo tunaona habari hao watu 10, 10 lepers. wenye ukoma They 10, had leprosy. walikuwa na ukoma. As they move, Walipokuwa they wakitembea, meet with Jesus. wakakutana na Yesu. Chapter number 13, verse number 13. Mstari wa And 15, it says they lifted up their voice Biblia inasema and wakapanda, said, Jesus, wakasema, Yesu Master, Bwana mkubwa, have mercy on us. turehemu. Because they could not come to Kwa Jesus. sababu walikuwa hawawezi, They did not come where the other people were. hawakuweza kusogea mahali ambapo kuna So they watu. had to shout from afar. Ilibidi wapige kelele Say, wakasema, Jesus, wakasema, Yesu Master, Bwana mkubwa, have mercy on us. turehemu. Verse number 14. Mstari wa 14, When he saw them, alipowaona he said unto them, akawaambia, Go show thyself "Nendeni mnionyeshe unto the priests. kwa makuhani." And it came to pass, Ikawa walipokuwa as they wakienda, went, they were cleansed. wakatakasika. Hallelujah. Haleluya. Then the Bible says, Lakini Biblia inasema one of them, mmoja wao when he saw he was healed, alipoona kwamba amepona, alirudi with a loud voice, huku akimtupa sauti kuu, he glorified God. akamtukuza Mungu. 10 were cleansed. 10 waliponywa, One glorified God. mmoja ndio alirudi kumtukuza Mungu, He thanked God for what had happened. akamshukuru Mungu kwa kilichotokea. Let us just go to verse number 17. Twende mstari wa 17. And Jesus says, answering, Yesu akasema, were they not 10 cleansed? hawakutakaswa Where are the 9? wale kenda? Are they not found that return to give the glory? Hawakurudi kumfundisha Mungu utukufu, Serve the stranger. Serve the stranger. kumtumikia Apart from the stranger. tofauti na yule mmoja mgeni. Hello. Hello. Yes, you will alert me. Praise the Lord. Bwana siku atakuwa ananishtua When the words I'm using, kama maneno leo. Yeah, okay. yes, I change a little bit. Okay. Katika jina la Yesu. In Jesus name. Mpigie interpreter. May you give a clap of hands to the interpreter. Hallelujah. Hallelujah. That's why I'm going slow. That's what. Okay, yes. So the Bible says So Biblia inasema that were they not 9, 10 that were cleansed, kwamba si 10 waliotakaswa, but only one lakini mmoja tu came back and glorified God. alirudi akamtukuza Mungu. Now what happens in the next verses? Kilitokea kwa wale wengine, The Bible says that you have been made whole. Biblia inasema You have whole. mmefanywa kuwa wazima, Whole. Complete. mmekamilishwa, mmetakaswa, You have been put back to the normal state. mmeponywa, mmerudishwa kwenye hali zenu. Let me just teach something small, Ngoja nifanye kidogo hivi, and then we shall go back to thanksgiving. alafu tutaendelea kwenye kumshukuru Mungu. I was doing a study about healing. Nilikuwa nikijifunza kwa habari ya uponyaji, And this is what I came to know. na hiki ndicho ambacho nilikuja That kukijua. the people Jesus met Kuna watu ambao Yesu alikutana and nao, told them, your faith has made you whole. aliwaambia imani yako imekuponya. This is what it means. The Kiswahili is not bringing it well. Unajua Kiswahili hakiongei vizuri. The 9 were healed. 9 walikuwa wameponywa, The one who was made whole. lakini mmoja ndiye alikuwa amekamilishwa. Exactly. You're coming. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. This is what happens. When someone is sick, Wakati mtu ni mgonjwa, it is not only that they are afflicted with sickness. sio kwamba tu wameshambuliwa na ule ugonjwa, They lose many things. wamepoteza pia vitu vingi. They lose money. They lose the status. Wamepoteza Some zao, may lose their marriage. wengine wamepoteza Some ndoa, may lose their jobs. wengine wamepoteza kazi, Some may lose their peace. wengine wamepoteza amani. So when the Bible says Kwa Biblia inasema that the 9 wale 9 were healed, walikuwa wameponywa, they only got delivered from the lepers. walikuwa Mungu alikuwa amewaponya kutoka kwenye ule ukoma, But the one, lakini mmoja, everything he had lost when he was sick, kila kitu ambacho alikipoteza wakati akiwa mgonjwa he got it. kilirudishwa. Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? So he says this one was made whole Na akasema huyu mmoja ndiye amekamilishwa,
season of giving thanks in this church. Kumbuka kwa kanisa jirani. It's a season to glorify God. Kumtukuza Mungu. It's a season to get a reason to thank Him. Ni majira ya kuwa na sababu To get a thank God for everything that is happening in your life. Mungu kwa kila kitu kitotokea kwenye maisha yako. I want you after this day, Nataka baada ya siku you go back and thank your husband. unarudi nyumbani unamshukuru Mungu. Tell them thank you for being a good husband. Mwambie asante kwa kuwa mume bora. Thank you for providing for us. Asante kwa kutupatia mahitaji. But for you, every time he leaves home, Wakati wote unaporudi nyumbani, he's giving you 5,000. anakupa 5,000. He said, now this 5,000, Unasema na 5,000 hiyo. can it be enough? Haiwezi kutosha hii. Can't you leave us with more money? Huwezi kutupa nyingi. You're always complaining. Wakati wote unalalamika. Hello? Hello. Shake the married woman next to you Mshike mwanamke ambaye ameolewa yuko pembeni yako. and tell them, learn to give thanks. Mwambie jifunze kushukuru. There are people who can leave church Kuna watu wanaweza kaondoka kanisani after you have done everything good for them. baada ya kuwatendea mambo mema mengi. When they were checking them, Ulipokuwa unawatazama, when the girlfriend left them, wakati ambapo labda binti au kijana amemwacha, you stood by them. ulisimama nao, You did for them another wedding. uliwasaidia wakafunga ndoa tena. When they are offended, Wanapokuwa wamepata, they leave the church. unakuta wanahama. They only talk about what did make them happy. Wanazungumza tu kitu kimoja ambacho kilitokea. They don't talk about what God has done through that place. Hawazungumzi yale ambayo Mungu ameyatenda kupitia yule mtu wa Mungu. Power of thanksgiving. Nguvu ya shukrani. If we can look back Kama tunaweza tukatazama nyuma and see what God has done for na us, kutazama ngapi Mungu the ametenda, fact God has brought us, kumshukuru Mungu kwa kile kiwango the battles He has fought, kile vijana kwa ajili yetu. every day of your life you will be thankful. Kila siku kwenye maisha yako utajikuta unamshukuru You Mungu. wake up and you'll be thankful for that wife. Utakuwa unaamka na kumshukuru Mungu kwa You ajili will ya be maisha yako. thankful for that husband. Utamshukuru Mungu kwa ajili You ya will be thankful for your children. utamshukuru Mungu kwa watoto. You will be thankful for your country. Utamshukuru Mungu kwa nchi yako. You see, my country has problems, Unajua nchini kwangu kule kuna matatizo. but I never represent my country in a negative way. Sijawahi kuzungumza nchi yangu. I love my country, Naipenda nchi yangu. and I am thankful I was born Uganda. Na ninamshukuru Mungu kwamba nimezaliwa Uganda. But some of you, if we ask you about Tanzania, Lakini kuna wengine wenu you mkiwauliza only tell us what is not working. mtatuambia tu yale mambo ambayo Even hayafanyi. us who have visited, we don't want to stay there. Hata Bwana tunapotembea tutaki kukaa hapo. Hello? Hello. Power of thanksgiving. Nguvu ya shukrani. Tuko pamoja. Are we together? Hello? Hello. So the Bible says Kwa hiyo Biblia inasema that one kwamba mmoja came back to give thanks. akarudi kushukuru. One. Mmoja peke yake. Only one. Mmoja tu. How many times have you been grateful to God? Mara ngapi umekuwa na shukrani mbele za Mungu? There are many people who have not reached where you are. Kuna watu wengi sana hawajafika hata hapo ulipo tu. There are things you prayed for and you received them. Vitu naomba na unavipokea. You used to pray for marriage and you received the marriage. Umeomba ndoa na Mungu But amekupa every ndoa. day you're complaining. Lakini kila siku There is another one who is praying for that thing. kuna mwingine anaomba hiyo ndoa. You are praying for a good church. Ulikuwa ukiomba God kupata brought you to a good church. Mungu amekuleta kwenye kanisa But you're zuri. still complaining. Lakini bado unalalamika. Doctor, these people they don't want me to come back again. Hawa watu hawataki kurudi tena. But I'm going to come back to Jesus' Hawataki name. nirudi lakini nitarudi And tena. I'm going to preach this gospel. Nije nihubiri injili. I preach like how God has put it on Na my heart. nafundisha vile ambavyo Mungu ameniachilia ndani yangu. Every day. Kila siku. The husband doesn't want to come back home. Mwanamume hataki kabisa kurudi Because when nyumbani. he comes back home, Kwa sababu anaporudi tu he will find complaints. anakutana na lawama. Hello. Hello. The power of thanksgiving. Nguvu ya shukrani. If he's been coming back late, Kama anarudi usiku amechelewa, start to thank him. anza kumshukuru. If he has been coming back at 9, Kama amekuwa anarudi saa 3 and this time he comes back at 8, na sasa hivi anakuja saa 2, say thank you for coming back early. mwambie asante, angalau umewahi. Ulikuwa unakuja
umekuja saa 3, leo umekuja saa 2. I've been missing you. Nimekuwa nikikumisi sana. This home has been missing. Hii nyumba imekuwa inakumisi sana. Junior has been missing you. Hata huyo hao watoto wamekuwa kikumisi. So if you come back at this time, ukirudi muda kama huu, this home is complete. Hii nyumba inakuwa imekamilika. Hello. Hello. Power of thanksgiving. Nguvu ya shukrani. Let me tell you. Acha nikwambie. My wife can never ask me money and I refuse. Mke wangu hajawahi kuniomba hela na nikakataa. She is grateful even for the small things. Anashukuru hata kwa vitu vidogo. You may even feel like borrowing too. Wakati mwingine najisikia mimi na mwazima tu. Hello. Hello. Power of thanksgiving. Nguvu ya shukrani. As when we are growing up, tulipokuwa tunakuwa, in my home, in my culture, katika tamaduni zetu kule nyumbani, when a parent could give you something maybe to eat, labda mzazi anapokupa chakula kula, and then alafu you don't thank, useme asante, it will be gotten away from you. Huyo ana uhakika chanyang'anya. Do we have it here? Tunao utamaduni hapa. Some of you grew up like that. Wengine mnafanya hivyo pia. They take it away from you. Wanakunyang'anya usiposema asante. Some of us, wengine wetu wengi, why you should be thankful for the church? Kwa nini uwe na shukrani kwa ajili ya kanisa? Is because some of it, even of your church, your family members, wengine wenu hata wale watu wa familia yako cannot tolerate you. Hawezi kukuvumilia. Hello. Their amens are very little. Sorry. Their amens are very little. Amens are few. Amen naona zinaanza kupungua. Tunavyoenda mbele zenyewe zinapungua. Amen. Sizisikii. I will teach them now. I will switch. Nitafundisha fatati hapo. I want this someone to seek. Nataka mtu mmoja afikirie. I want you to settle down in your spirit. Kae utulie katika roho yako. I want you as you live here. Nataka unapotoka hapa, these words are resounding in your spirit. maneno yawe yanazungumza kwenye roho yako. Power of thanksgiving. Nguvu ya shukrani. Nobody is entitled to help you. Hakuna mtu ambaye amewekwa kwa ajili ya kukusaidia. So if someone does anything in your life, kama mtu amefanya kila kitu kwenye maisha yako, practice to give thanks. Uwe na tabia ya kuwashukuru. Some of you come to people. Watu wengi wenu hapa mna watu. I have a problem. Mnapokuwa na matatizo. Nataka laki mbili. I need 200,000. And they give you 50,000. Unataka 200,000 alafu anakupa 50,000. And then you go complaining. Unaanza kulalamika. You come to somebody. Unaenda kwa mwingine. You want 200,000. Unamwambia nitaka 200,000. They have given you 50,000. Jamaa amenipa 50,000 tu. Don't you think they also have demands? Hivi unadhani wenyewe hawana mahitaji? The power of thanksgiving. Let me go back to scripture. Ngoja nirudi kwenye andiko. So the Bible says, kwa Biblia inasema, mmoja came back to give thanks. Akarudi kwa shukrani. I want you as you leave this place, nataka tunapoondoka mahali hapa, look at the things God has done. Angalia vile vitu vingi ambavyo Mungu amekutendea. Since you joined this church. Tangu umekuja kwenye hili kanisa. Write one by one. Anza kuandika moja baada ya lingine. Look at how faithful God is. Angalia venye Mungu ni mwaminifu sana kwako. Before you're complaining of what God has not done, kabla hujaanza kulalamika katika yale ambayo Mungu bado hajatenda. The man of God said, Ebenezer. Mtu wa Mungu akasema, see how far God has taken us. Angalia ule umbali Mungu ametutoa. But the reason that you are here, lakini kwa hekima ambayo tuko nayo hapa, is enough reason that God is taking you far. Ni kwamba Mungu anatupeleka mbali sana. With the things God has done in the 3 years. Ile Mungu ambaye amefanya kwa it is enough evidence that God is just starting with this ministry. Uthibitisho kwamba Mungu ameanza na huduma hii. As he is working this ministry, anavyofanya kazi, your life is also going to be elevated. Maisha yako pia lazima. It is just enough evidence. Ni kwamba ni uthibitisho. It is uthibitisho au shahidi. Hello. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Glory, hallelujah. Bwana asifiwe, hallelujah. Are you? Glory, hallelujah. Hallelujah. Let us switch to something. Tubadilishe. Grateful
Watu wanaoshukuru ni watu wakuu. If you want to be great, Kama unataka kuwa mtu mkubwa, be grateful. kuwa na shukrani. Gratefulness opens up doors. Shukrani huwa inafungua milango. There are doors that I've said as I was starting. Kuna milango kama nilivyosema That katika one of the master keys moja ya ufunguo ambao unafungua kila mlango, open up the supernatural, kufungua mlango wa kimungu, is thanksgiving. shukrani. Jesus in the gospel, Yesu kwenye Injili when he was presented before fish alipokuwa anazungumza kwa habari ya samaki and bread, na mkate, there was a conversation that happened. kulikuwa kuna mazungumzo pale. See, we don't have enough. Angalia, hatuna vya kutosha, But we have fish lakini tunao samaki and 5 loaves of bread. na mikate 5. And Jesus said, Yesu akasema, let us start with those. ngoja tuanze na hivyo. The power of thanksgiving. Nguvu ya shukrani. What did he do? Alifanya nini? The Bible says, and he gave thanks. Biblia inasema akashukuru. Let us appreciate Mama in the building. Anza tumshangilie mama kwa kufika kanisani sasa. Tumpigie makofi mazuri. Pigie mama makofi. Amen. Karibu mama. The Bible says he gave thanks. Biblia inasema akashukuru. When you learn to give thanks, Unapojifunza kushukuru, everything you have thanked God for, kila ambacho umemshukuru Mungu will multiply. kitazidishwa. Thanksgiving Shukrani opens doors inafungua milango and it causes multiplication. na inasababisha mazidisho. Hello? Hello. So the Bible says he held the fish and the bread Biblia inasema alipopewa samaki and he says, Father, akasema, Baba, I thank you. ninakushukuru. And the fish was so enough. Na samaki wakawa wengi wa kutosha. In one account it says it fed over 4,000 people. Hata zaidi ya watu 4,000 In another account 5,000. Wengine wakasema 5,000, wengine wakasema 4,000. How many loaves of bread? Mikate mingapi? Mingapi? How many? Mingapi? How many? Hello? Hello. Mingapi mama? How many mama? 5. 5. Mitano. And it fed 5,000 people. Na ikalisha watu 5,000. Thanksgiving Nguvu causes multiplication. inasababisha mazidisho. Thanksgiving Shukrani causes multiplication. inasababisha maongezeko. Thanksgiving Shukrani causes multiplication. inasababisha mazidisho. Thanksgiving Shukrani causes multiplication. inasababisha maongezeko. Thanksgiving Shukrani causes multiplication. inasababisha maongezeko. Sometimes when the money I have is not enough, Unajua wakati mwingine pesa uko nayo I haitoshi. say, Father, Nasema, Baba, thank you for this money. ninakushukuru kwa pesa hii kidogo. And before you know, Na kabla hujatoka, money begins to come. unaanza kuona pesa zinakuja. Thanksgiving Shukrani causes multiplication. inasababisha maongezeko. As a church, Kama kanisa, let us exercise. hata tufanyie Let kazi, us thank God hata tumshukuru Mungu for the members that are here, kwa washirika walioko for hapa, the good building, kwa mjengo zuri, for the good pastor, kwa mchungaji mzuri, for the land, kwa ajili ya kiwanja, and you shall see multiplication. na utaanza kuona mazidisho. Am I helping somebody? Ninazungumza na mtu. Exercise it in your home. Anza kufanya pale nyumbani kwako. Say, God, I thank you. Anza kumwambia Bwana, nashukuru, My child is bright. kwa sababu watoto wangu wana akili. Even when he came when he was the last. Hata wanapokuja ni wa mwisho. In the sleep, lay hand Uweka mikono juu yao. and begin to thank God for them. Anza kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Even if you're not yet married, Hata kama hujapata ndoa, begin to thank God for that husband. anza kumshukuru Mungu kwa ajili ya huyo To mtu. thank God for that wife. Shukuru Mungu kwa ajili ya huyo mke. Begin to thank God. Anza kumshukuru Mungu.
God for nations. We started to thank God for nations. Tunaanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya mataifa. Before we had passports. Kabla hatujapata hata visa. Before we had any connections. Kabla tujawa na muunganiko wowote. When we are still students. Tulipokuwa tungali wanafunzi. Actually, to thank God. Tulikuwa tukimshukuru Mungu tu. For our wives. Kwa ajili ya wake zetu. For our beautiful children. Watoto wetu wazuri. They are intelligent. Wana akili. They serve God. Wanamtumikia. They are blessing to their time. Wanabarikiwa kwa kipindi chao. They have good character. Wana tabia njema. There is a dimension of prayer. Kuna vigongo fulani vya Like I landed on the book of Philippians chapter number 4. kwenye Wafilipi 4. It says, be anxious for nothing. Anasema mshukuruni Bwana. But by thanksgiving, Kwa kumshukuru Bwana. make your prayers and supplications Inasababisha maombi yako na be maombezi made known unto God. yafikirike kwa Mungu au yamfikie Mungu. Let me tell you, there is another dimension. Hata nikwambie kuna viwango fulani vya maombi. There is a time you can come before God Kuna wakati unaweza ukaja mbele za Mungu and you thank God for something that is not seen. na unamshukuru Mungu kwa kitu ambacho hakijaonekana bado. I say, God, I thank you. Namwambia Mungu ninakushukuru. I thank you for my wedding next year. Asante kwa ajili ya ndoa yangu mwakani. Lord, I thank you. Mungu nakushukuru. I am preaching to nations. Kwa ninahubiri kwa Lord, I thank you Bwana nakushukuru. for the million monies in my account. Milioni nyingi. Lord, I thank you Bwana nakushukuru. for my perfect health. Kwa ajili ya afya. Even when you have a pain in your stomach, Hata kama una maumivu even when the back is paining, hata kama mgongo so Lord, I thank you. Bwana ninakushukuru. For by your stripes I was Kwa healed. sababu nimeponywa. I thank you for I am energetic. Ninakushukuru. I thank you for I have strength. Kwa kuwa nina nguvu. I thank you for I'm going far. Ninashukuru Bwana naenda I mbali. thank you for the world is hearing me. Nashukuru Bwana sikia. I thank you for my house. Nashukuru kwa ajili ya Even nyumba when yangu. the landlord is just from asking me money for the money. Hata kama mwenye Say, nyumba Lord, I thank you for my flat. Bwana Mungu nashukuru kwa ajili In ya the mighty name of Jesus. jina la Yesu. Ah. But anytime we come, we complain. Wakati wote tunalalamika. The Bible says without faith, Unaona hiyo imani? it is impossible to please God. Haiwezekani. Pasipo imani haiwezekani kumshukuru Mungu. And they that come to Him Kila anayemwendea must know that He is. lazima aamini kwamba And the yeye rewarder of them that diligently seek Him. huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Some of us, why prayer is very, very hard for us. Some of us. Miongoni mwetu Because prayer is hard for us. Why prayer is hard for us? kwa sababu kuomba kwetu ni ngumu. It's because we only come with complaints. Ni kwa sababu We come when we are heavy. tunakuja tukiwa wazito. I want you to change your prayer. Nataka ubadilishe maombi yako. To tell God, I thank you for something you have not seen. Kumwambia Mungu asante kwa kitu ambacho bado hujakiona. Is an expression of faith. Hiyo inadhihirisha And the Bible says that pleases na God. Biblia inasema hiyo imempendeza Mungu. And that is how we are supposed to come to the church. Na ndivyo tunavyotakiwa kuja. We are supposed to come excited Ndivyo tukiwa tumechangamka. because we have become before our Father. Kwa sababu tumekuja mbele ya Baba yetu. He that is a rewarder of they that diligently seek Him. Anasema huwapa thawabu wale wote wamtafutao. When we pray, we are confident Na tunakuwa that pamoja everything that we are asking, ya kwamba wote He tumemwambia has the capacity and the willingness ana uwezo na yuko tayari to do it. kuyafanya. So the writer says, Kwa hiyo mwenye haki be anxious for nothing, kuwa na shukrani mbele za Mungu. but in everything, Na kwa kila kitu when you're making your requests, unapoomba mbele za Mungu, with thanksgiving, anza kwa kumshukuru. with thanksgiving, Anza kwa kumshukuru. with thanksgiving. Shukuru. Let me give you a trick. Ngoja nikupe mbinu. The first day in Tanzania, Siku ya kwanza nilipokuja Tanzania, I knew about the trip, nilikuwa ninafahamu kwamba kuna safari, but somehow I was fearing. lakini kwa namna fulani nilikuwa nikiogopa. My dad was Anglican, Baba yangu alikuwa ni Mwanglikani, so I was like, I can't talk to him. kwa nikawa nasema ningeenda nikaongea I naye, tell him about the mission nimwambie kwa habari ya huduma for born
documents by then. So I didn't have the documents. Kuna passport. Sikuwa na passport. So coming here, kuja hapa will mean that he will have to first foot the bills of the passport. Kwanza itakuwa nitafute pesa kulipia passport. Then after he has to provide for the fare. Alafu atoe kwa ajili ya nauli. So I feared. Kwa hiyo niliogopa. 2 weeks, wiki mbili, when we are almost coming, wakati tunakaribia kuja, something came upon me. Kuna kitu kikanijia akilini. I went for the papers and nimesubiri kwa ajili ya zile pepe, karatasi za uhamiaji, and I filled my details. Nikajaza taarifa zangu pale. I came to him at home. Nikamwendea nyumbani. I told him, nikamwambia, we are going for a mission. Tunakwenda kwa ajili ya huduma. But these are the details I know. Lakini hizi ni taarifa ambazo nazijua. I have filled them. Nimezijaza. But these ones I don't know. Lakini hizi taarifa nyingine sisi. I'm asking you. Na kuomba. You can fill them in. Nisaidie kuzijaza hapo. Then he looked at me. Akaniangalia. Says you. Akaniambia wewe. So where all this money going to come from at this time? Hizi pesa kwa sasa hivi unajua zitakwenda kutoka wapi? After he had filled the forms, baada ya kujaza zile taarifa, I just told him thank you. Nikamwambia baba, asante. Thank you so much. Asante sana baba. So he said, you're even thanking me for something you have not received. Anasema unashukuru hata kwa kitu ambacho bado hujapokea. I said yes, thank you. Nikamwambia ndio nashukuru. When you give thanks, unaposhukuru, it's a vote of trust. Ni kitu cha kutumaini. It's a sign that shows that you trust the ability of someone to do for you something. Kushukuru ni ishara ya kuonyesha kwamba unatambua kwamba yule mtu anaweza akakutendea kitu hata kabla hajatenda. Hello. Hello. Do we have married people here? Tuna watu wenye hapa. We have married people. Tuna watu wenye ndoa. Married women hapa. Wanawake wenye ndoa wako hapa. Yes, if you want him to do something. Kama unataka kufanya kitu. He said, my Lord. Mwambie Bwana wangu, thank you so much. Asante sana mume wangu for providing this house. Kwa kutujengea nyumba nzuri. Then you make a new requisition. Alafu unaweka sasa ombi jipya hapo. Hello. The man carries. Unajua wewe mwanamume atajikaza. He will look for the money everywhere. Atajitutumua atafute pesa popote. Hello. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You think all the women want to be praised? Unajua? You think all the women want to be praised? Unajua wanawake wote wanapenda sana kusifiwa. Even men want to be praised. Unajua hata wanaume pia tunapenda kusifiwa. So you enthrone him. Wewe unaenda zaidi ya ile ya so much. Unaanza kumshukuru. You are the most hardworking man I've ever seen. Mume wako unajua wewe ni mwanamume unafanya kazi kwa bidii sana. The best father in this house. Unajua wewe ni baba uliyebarikiwa kwenye familia. Biggest provider here. Wewe ni baba ambaye unatoa mahitaji mengi hapa ndani. But lakini there is this something. Unajua kuna hili hitaji hapa. He needs this amount of money. Nahitaji pesa. It will be very hard for that person to refuse. Mwanamume ataitafuta kwa bidii sana. I thought the ladies are going to clap for me. Nilifikiri wanawake watanipigia makofi. But they're going to clap next year. Labda watapiga mwakani. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. So back to my testimony. So piga makofi kwa ajili ya ushuhuda. One of those days, katika siku hizo, he calls me. Akanipigia. Says go. Akaniambia nenda. Remove this money. Nenda katoe hii pesa. Pay for the document. Nenda kwa ajili ya kulipia passport. And then, alafu this money is for you. Hii pesa inabaki ni ya kwako. Thanksgiving. Shukrani. The power of thanksgiving. Nguvu ya shukrani. And I used that trick. Na nimetumia hiyo mbinu for all my life when he was alive. Yangu yote ambayo nitakuwa hai. When they are demanding tuition. Sorry. When they are demanding tuition. Demanding tuition. Nilipokuwa nikihitaji ada. I could tell him. Nilikuwa namwambia tu baba. They are demanding tuition. Nahitaji ada. Says we shall see. Anasema tutaona. Say thank you so much. Namwambia asante sana. So that when you always thank for things you have not received. Wewe unashukuru vitu ambavyo sijakupa. Hujapokea. In this ministry. Kwenye hii huduma. Let us change the way we see things. Tubadilishe vile tunaomba. Let us change the way we pray. Wacha tubadilishe vile tunaomba. As you thanking God, unapomshukuru Mungu, you pray, unaomba and thank God. Unamshukuru Mungu for how far this ministry is going. Kwa vile ambavyo Mungu ametupeleka hatua kubwa sana. You thank God that this place, unamshukuru kwamba ili eneo before the end of this year, kabla ya huu mwaka will not be enough. Hatakuwa limetosha. You start to thank God unaanza kumshukuru Mungu for the many lands kwa ajili ya that have been built in this place. You start to thank God unamshukuru Mungu
pastor is going on TBN Africa. Kwamba mchungaji wetu anaenda You thank God. Afrika nzima, You begin to thank God. unaanza kumshukuru You Mungu. begin to thank God. Unaanza kumshukuru Mungu. And let me tell you, you're going to see the face of the ministry change. Acha nikwambie, utaona You're going to see the face of your family change. utaanza kuona You're kanisa going to see your finances change. uchumi unabadilika, Because thanksgiving prayer kwa sababu maombi ya shukrani is an expression of faith. ni kudhihirisha imani. You recognize that you cannot do it by your own. Najua kwamba huwezi kufanya kwa uwezo wako, And you recognize that only God na ninajua kwamba ni Mungu tu peke yake can do it. anaweza kulifanyisha hilo. Let us read the scripture Wacha tusome andiko and then we shall finish. alafu tumalizie hapo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Are we together? Tuko pamoja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Glory. Hallelujah. Utukufu kwa Mungu. Haleluya. Then I decided to go slow Leo ninajitahidi kwenda taratibu so that we pick something. ili kwamba tuweze kupokea kitu hapo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Glory. Hallelujah. Utukufu kwa Mungu. The Haleluya. power of thanksgiving. Nguvu ya shukrani. Hallelujah. Haleluya. Uliwa katika John chapter number 11. Yohana 11. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Baba, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. John chapter number 11. Yohana 11. We're going to start from verse. Tutaanza mstari ule wa We can start from verse number 11. kuanzia mstari wa And then 11. the things he said, Na and after he said unto them, aliposema hayo, kisha baada ya hayo our friend Lazarus akamwambia rafiki yetu Lazaro sleepeth, amelala, but I go lakini ninakwenda that I may wake him out of sleep. nipate kumwamsha. Then the disciples Basi wale wanafunzi said, wakamwambia, the Lord, Bwana, if he shall sleep, ikiwa he shall do well. atapona. Let us skip to verse 15. Twende mstari wa 15. Then he says, Na akasema, I am glad for your sake nami nafurahi kwa ajili that I yenu was not there, kwamba sikuwako, to the intent that you may believe. ili mpate kuamini. Nevertheless, Pia lakini twendeni, let us go unto him. lakini twendeni kwake. You read the scripture later on. Utasoma hayo maandiko baadaye. Let us read verse number 23. Twende mstari wa 23. Jesus said unto her, Yesu akamwambia, thy brother shall rise again. ndugu yako. Martha said unto him, Martha akamwambia, I know he shall not rise again. najua kwamba He shall rise again najua kwamba atafufuka in the resurrection katika ufufuo at the last day. wa siku za mwisho. 25 and 26. 25 na 26. We are going to finish from there. Tutamalizia hapo. Jesus said unto her, Yesu akamwambia, I am the resurrection mimi ndio huo ufufuo and the life. na uzima. He that believeth in me, Yeye aliniaminie though mimi, he were dead, ajapokufa he shall live. atakuwa anaishi. Whosoever liveth, Naye akiwa anaishi believe in me, na kuniamini shall never die. atakufa hata milele. Believeth thou? Je, unasadiki hayo? When you skip to the next verse, Alipenda kwenye mstari wa mwisho up to around verse number 33, usiku ile 33, this is what happens. ndicho kilichotokea. It is a story of Lazarus. Hii ni habari ya mtu mmoja anaitwa Lazaro. He was sick Alikuwa anaumwa
And then in his moment of sickness, na katika kipindi chake cha Jesus is called, Yesu aliitwa, and he doesn't come. lakini hakwenda. After some time, Baada ya muda Lazarus dies. Lazaro akafariki. And then he comes to them, Wakawa wamemwendea he tena, tells them, I am the resurrection akamwambia mimi ndimi ufufuo and life. na uzima. But our key thing is here. Lakini kitu chetu cha muhimu hapa ni kipi? Comes 34, Inakuwa he 34, says, where have you laid him? akauliza mmemlaza wapi? 39, he says, 39 take akasema away the stone. liondoeni jiwe. 40, he says, 40 anasema I said unto you, if thou believest, Yesu akamwambia mimi sikuambia kwamba ukiamini thou shalt see the glory of God. utaona utukufu wa Mungu? Then he says, Hapa anasema in verse 42, 40 he knew that the hearers always, 42 najua nami nalijua ya kuwa, but 41 and then we shall end. ukianzia hapo 41 We can stand on our feet. tunaweza tukasimama kwa miguu yetu wakati tunamalizia hapo, Then we shall read that scripture hapo tutasoma ile andiko in Jesus' mighty name. katika jina la Yesu Kristo. 41. 41 The stone is taken away. hii habari imetoka mbali, The stone. jiwe limeondolewa. Sorry, The stone is taken away. jiwe limeondolewa. He has come and he asked, where is Lazarus? Akaja pale alipolazwa Lazaro. The circumstance looked like this person had been laid in the grave for a long time. Mazingira kwamba huyu mtu amelazwa kaburini kwa muda mrefu sana. And it didn't look like there was any hope. Na inaonekana kwamba kulikuwa hakuna kabisa For tumaini him to come back. ya yeye kurudi tena. The conversation was Mazungumzo yalikuwa that yes, he will resurrect, tunajua kwamba atafufuliwa, but not in this life. lakini sio katika makati. Jesus says, Lakini anasema if you believe, kama mkiamini, if you believe, kama mkiamini, he's going to come back to life. atarudi kuwa hai. Jesus, Yesu saw Lazarus, akamwona Lazaro, not dead, but as one who was sleeping. hakuona mtu aliyekufa, alimwona Lazaro aliyelala. Moja, a person who has the eyes of thanksgiving Mtu mwenye macho ya shukrani will always see every circumstance wakati wote ataona vitu different from all other people. tofauti na wengine wanavyoona, Different from all other people. tofauti na wengine wanavyoona. Number 2, Namba 2, say thanksgiving shukrani awakens the power inanyanyua that even causes things vile vitu vigumu that seemeth dead, ambavyo vimekufa they come back to na life. vinarudi tena kuwa hai. And Jesus said, Yesu akasema, Father, Baba, in verse 41, hiyo 41, after they took away the stone walipoliondoa jiwe from that place kutoka kwenye ile where eneo the dead were laid, walipokuwa wamelazwa Lazaro, Jesus lifted up his Yesu hands, akanyanyua mikono yake, his eyes, akanyanyua macho and yake, said, Father, akasema, Baba, I thank you. ninakushukuru. And then he says, Akasema that you hear me. kwamba unanisikia. Father, Baba, I thank you ninakushukuru that you hear me. kwamba unanisikia, That you hear. kwamba unanisikia. And what happens? Ilitokea nini? Lazarus Lazaro came out of the dead. akatoka kwenye kufa, But Jesus made a prayer of thanksgiving. lakini Yesu aliomba maombi ya shukrani. There is power in thanksgiving. There is power in thanksgiving. Alipewa neno la shukrani. There is power in thanksgiving. Kuna nguvu katika kushukuru. As we move in this journey, Unapoondoka kwenye ibada hii, for the next phase of the ministry, kwa mambo mengine kwenye for the ibada, next phase of your life, katika eneo lingine la maisha yako, exercise thanksgiving. anza kufanya shukrani. The Bible says he is the same yesterday, Biblia inasema ni yeye yule jana, today and forever. leo na hata milele. Today and forever. Leo na milele. Look at how faithful God has been. Angalia venye Mungu amekuwa mwaminifu sana. If he has brought us here, Kama ametuleta he never brought us here to fail. hapo tushinde. He saved us from our families. He saved us from our families. Ametuokoa miongoni mwa familia He yetu. handpicked us. Akatuchukua. Some of you are the only born agains in your family. Wengine ndio peke yake ameokoka kwenye God familia. never saved us to bring us to shame. Mungu hakutuokoa ili tuinuke. God never saved us to be ashamed. Mungu hakutuokoa ili tuinuke. If he has brought us from there, Ametuleta. he is going to take us where he wants to take
says, Biblia inasema he thanked God. akamshukuru Mungu. Says, Father, Baba, I thank you. nakushukuru Because when I speak, kwa sababu ninapoomba you hear. unanisikia. God is our Father. Mungu ni baba yetu. I want you to take off some time. Nataka uchukue muda You thank God umshukuru Mungu because he's hearing. kwa sababu anakusikia, Because he's hearing. kwa sababu anakusikia. Pertaining your circumstance, Haijalishi pertaining your business, kwenye habari ya biashara pertaining yako, your family, kwa habari ya familia yako, pertaining this ministry, kwa habari ya huduma hii, pertaining your sickness. kwa habari ya ugonjwa ulionao, He is hearing us. anatusikia. He is a Father. Yeye ni baba And he's hearing us. na anatusikia, And he's answering us. anatujibu, He is answering us. anatujibu. Some of us before the end of this week, Wengine kama hii kwenye things that have stayed there for a long time, kama imekuwa kwa muda mrefu, will be no more. hayatakuwepo tena. Some of you, even before you leave this place, Wengine mnamitaga mnatoka kwenye the eneo, sickness that you came with ugonjwa ambao ulikuwa will nao be no more. hautakuwepo tena, Because Father, kwa sababu as we speak, ukiongea you hear us. anatusikia. Some of you this week of Ebenezer, Wengine katika wiki hii it's the last time you're seeing certain things. ni wakati wa mwisho kuona vitu fulani. This week of Ebenezer, Kwenye wiki hii ya it's Ebenezer, the last thing you're seeing. It's the last week. ni wiki ya mwisho, You are in sorrow. umekuwa katika maumivu. This week of Ebenezer, Kwenye wiki ya it's the Ebenezer, last time you're seeing certain things happen in your ni life. wiki ambayo utaona mambo fulani yakifanya maisha yako. I want you to raise your voice in a few minutes. Nataka unyanyue sauti yako The man of God will take over. na mtumishi wa Mungu I want you to raise your voice. utanyanyua sauti yako As you speak unto the heavens, anapokuwa anaongea, as you raise your voice, unapotoa sauti as yako, you speak into the atmosphere, unapoomba as you speak into situations, ongea kwenye as you speak into circumstances, unapoongea kwenye as matatizo, you thank God unapomshukuru for Mungu your next level, kwa ajili ya viwango as you vyako, thank God unapomshukuru for the Mungu next season, kwa ajili ya viwango as you vyako, thank God unapomshukuru for Mungu the next ministry, as you thank God unapomshukuru for the Mungu next level of your life. Just raise your voice, everybody. anza kunyanyua sauti Just yako, speak for God. anza kumshukuru We Mungu. have a few minutes in prayer. We have a few minutes in prayer. Anza kushukuru, Everybody just pray. anza kuomba, You're thanking God. unapomshukuru Mungu
nakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu. Unaweza kaketi. Thanksgiving is the heart of God. Shukrani ni moyo wa ukuaji. Thanksgiving is the heart of God. Shukrani ni moyo wa Mungu. That's why God is sitting at the center of thanksgiving. Na ndio maana Mungu ameketi kwenye katikati ya shukrani. We should learn to thank God. Lazima tufunze kumshukuru Mungu. Thank you so much, man of God. Asante sana mtu wa Mungu for sharing the word of God. Shikisha neno la Mungu. Pray that God will continue to strengthen you Mungu aendelee kukujaza nguvu and use you mightily na kutumia katika kiwango kikubwa in other nations, katika mataifa mbalimbali, in your nation. taifa lako. And we thank you for allowing yourself to be used by Na God. tunashukuru kwa sababu umekubali Mungu aweze kukutumia. So he spoke about two scenarios. Amezungumza scenario mbili about the lepers. kwa habari ya wenye ukoma. There were 10. Walikuwa 10. They were all healed. Wote waliponywa. But only one person came to say thank you. Mmoja tu ndiye alirudi kusema asante. But the category of those 10 lepers. Lakini migawanyiko wa wale watu 10, 9 lepers were Jews. Wale 9 walikuwa ni Wayahudi.
One leper was Samaritan. Huyu mmoja alikuwa ni Msamaria. Samaritans were considered as strange. Kwa hiyo Wasamaria walikuwa wanajulikana kama watu wageni tu. They were like Gentiles. Walikuwa ni kama mataifa. So that one gives you to know that the 9 Jewish lepers, kwa hiyo inakupa kujua kwamba wale 9 waliokuwa Wayahudi, they took Jesus for granted. Walimchukulia Yesu mtu wa kawaida sana. Because of familiarity. Kwa sababu ya ule kujuana. Familiarity is one of the poison for killing Thanksgiving heart. Mazoea ni miongoni mwa vitu ambavyo ni sumu inayoua moyo wa shukrani. It's easy for a person to thank someone who is new to them. Ni rahisi kwa mtu kumshukuru mtu mwingine ambaye ni mgeni kwake. But they cannot give thanks to people they are familiar with. Lakini hawezi kusema asante kwa wale watu ambao wanaofahamu. I can even give you 10,000. Naweza hata nikakupa 10,000 and another stranger will give you 10,000. Na mgeni, mtu mwingine tu mgeni usiyemjua akakupa 10,000. But you will show big appreciation to a stranger. Lakini utashukuru kwa yule mgeni. But because you are pastor, you have been familiar with. Kwa sababu mchungaji wako umekuwa pamoja naye, umemzoea. You take it for granted. Unachukulia tu ni kawaida. Your pastor can preach a powerful sermon. Mchungaji wako anaweza kuhubiri ujumbe wenye nguvu. And another pastor can preach the same sermon. Kuna mchungaji mwingine tu mgeni akahubiri ujumbe ule ule. But you show great thanks to a stranger. Lakini kwa yule mchungaji mgeni unaenda unashukuru na tetemeka. But you have not even went to a pastor. Thank you for preaching today. Lakini hujawahi hata kumwendea mchungaji wako na kumwambia asante mchungaji kwa kutuhubiria leo. How many have been here preaching every Sunday? Wangapi wamekuwa wakiona na hubiri hapa kila Jumapili? But you can't come and say thank you pastor for the word of God. Lakini huwezi hata kusema mchungaji, kumwendea na kumwambia mchungaji asante kwa neno la Mungu. So it is easy to say thank you to a stranger minister. Lakini ni rahisi kusema asante kwa ajili ya wahubiri wa wageni. So familiarity is a very dangerous. Kwa hiyo mazoea